Record. Asanteni sana. The title of my presentation inaitwa hivi: The third person of the Godhead. Wana utatu wengi wanaonekana wakijenga hoja katika swala hilo Godhead. Leo tunataka kufanya operation. Tutafanya operation saa 8, tutakuwa na operation nyingine tunafanya. Ukiangalia katika Biblia na uangalie katika maandishi ya Roho Nabii, kuna sababu the Holy Spirit or the Spirit of Christ, Roho wa Kristo, anajulikana kama the third person of the Godhead. Kuna sababu. Sasa wana utatu ama wale ambao wana support the Trinity doctrine ama dogma, wanapoangalia the third person wanafikiria ni mtu watatu, yani kuna wa kwanza, kuna wa pili na kuna watatu, na wote ni Mungu wangapi? Ambao wanafanya kazi chini ya mwavuli mmoja ambao unaitwa Mungu. Lakini kwa kawaida unaposikia vile unaelezea utatu, unakuta ya kwamba wanaelezea tofauti. Wanaelezea tofauti kabisa. Kuna wale wanaitwa modalists ama modalism. Modalism inasema hakuna Mungu mwingine, ni mmoja, anaitwa Yesu. Na huyu Mungu mmoja ambaye anaitwa Yesu aliteremka duniani akavaa ngozi ya mwanadamu. Akatembea duniani, akaishi pamoja nasi, akaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, ni yule yule. Hakuna mwingine. Sasa leo nataka tuanzie mwisho. Unajua Isaya 42 Mungu anasema ninatangaza mwisho tangia. Sasa tuende mwisho ndio turudi mwanzo. Kitabu cha mwisho katika Biblia kinaitwaje? Revelation. Katika Revelation chapter 1. Katika Revelation chapter 1 ama Ufunuo sura yake ni ya kwanza, Yohana anapokuwa katika kisiwa kinachoitwa Patmo, maandiko matakatifu yanasema katika mstari wake ni wa 12. Revelation chapter 1 verse 12. We go. Inasema hivi. We okay? Twende. Maandiko matakatifu inasema, nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Yohana anazungumziwa. Akageuka kuiona sauti iliyosema naye. Na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Amevaa vazi lililofika miguuni. Ndio. Na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe. Tulia. Huyo ni nani ameonekana na Yohana? Huyo ni Yesu. Teremka mstari wake ni wangapi? Endelea, mstari wake ni wa 17. 17. Inasema hivi. Ndio. Nami alipomwona Yesu, nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Kisha akaweka mkono wake wa kuume juu yangu. Huyo Yesu akaweka mkono wake wa kuume juu ya Yohana, akisema, usiogope. Kwa nini? Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa. Ndio. Na tazama ni hai hata milele na milele. Kanyanga breki. Kwa hivyo yule ambaye anazungumza na Yohana ni Yesu ambaye alikuwa amekufa na yuko hai milele na milele. Kienda mstari wake ni wa 5, imetofautisha watatu katika kitabu cha Revelation. Kuna nafsi tatu zimetenganishwa katika verse 5. Revelation chapter 1 verses anzia verse 4. Inasema hivi. Yohana kwa yale makanisa 7 aliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko. Ndio. Na aliyekuwako na atakayekuja. Tulia. Kwa hiyo neema na amani zimeletwa kwa makanisa 7. Kwa nani wa kwanza? Kwa yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Huyo ni wa kwanza ambaye ametoa neema na nini? Ametoa neema na amani. Hii kanisa vipi? Unajua sijui kama wanasikia. Si ndio huyo wa kwanza? Si ametoa neema na amani? Naam. Yeye aliyeko, aliyekuweko na atakayekuweko. Huyo ni wa kwanza. Endelea. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Wa pili ambaye anatoa neema na amani, maandiko yanasema tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, ndio, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia. Maliza. Yeye atupandaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Meisha.
Naam. Umesoma verse 4? Verse mpaka 6. Kuna mmoja zitokazo mbele za roho 7. Iko wapi roho 7 hapo? Inaendelea kusema hivi. Verse 4. Verse 4 inasema, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Mbona uliruka? Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Huyo ni Mungu Baba. Na zitokazo kwa roho 7. Hiyo ndio huko soma. Tena hizo neema na amani zitokazo kwa roho 7 walioko mbele za kiti cha enzi. Kiti cha enzi cha nani? Chake cha enzi. Tulia. Kwa hivyo kuna roho ngapi? Pia zinatoa neema na amani. Haya, kando na roho 7 tumeona pia tena zitokazo kwa Baba. Na zitoka kwa Kristo Yesu. Si ndio umesoma? Naam. Wangapi hao wanatoa neema na amani kwa hayo makanisa 7? Munijibu, wangapi? Kategori ngapi? 3. Yeye aliyeko, yeye aliyekuweko na yeye atakayekuweko, hiyo ni Mungu Baba, roho 7 za Mungu na Kristo Yesu. Umeona? Kuna mtu anakaa atoi neema na amani. Ni kama wakati neema na amani zilikuwa zinatolewa ni kama hakuwepo. Huyo mwenye hajatoa salamu kwa makanisa 7 ako kwa akili ya wana utatu, anaishi huko. Kwa Biblia hayuko, maana hajapeana neema na amani. Inamaanisha neema na amani ambazo zinaenda kwa hayo makanisa, huyo mwingine hajatoa. Inamaanisha tunapoangalia the third person of the Godhead lazima tuwe makini. Tuwe makini kwa sababu Yohana ashasema yule anayemzungumzia ni Yesu. Na akasema aliweka mkono wake wa kuume juu yake. Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Amina. Umeelewa mpaka hapo? Roho 7 za Mungu ni akina nani? Walioko mbele za Mungu. Ufunuo 5:11. 5:11 Ufunuo inasema hivi. Revelation chapter 5 and verses number 11. Ati wamezunguka kiti chake cha enzi. Roho 7, soma usikie. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi. Na za wale wenye uhai. Ndio. Na za wale wazee. Na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000. Ndio. Na 1000 mara 1000. Ndio. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima. Ndio. Akaona maelfu na maelfu za malaika wamezunguka kiti chake cha nini? Cha enzi. Kwa hivyo lazima tuweke kila kitu vizuri. Hawa malaika, the angels, they surround the throne of God. Hiyo jana kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Rogers. Rafiki yangu sana. Anakuja kuni challenge kwa debate ya TikTok. Ati wewe unasema unajua kitu kimewachanganya ni gani? Ni vipi malaika wa Mungu wanatuletea roho? Maana kwa akili zao ni Mungu roho. Sasa Mungu roho atabebwa na malaika? Ili wachanganya wote. Kuna kitu hapo. Confusion of the highest order. Wamechanganyikiwa. Maandiko yanasema roho 7 za Mungu. What is it? Roho 7 za Mungu ambazo zimetumwa dunia mzima. Hizi roho 7 za Mungu maandiko yanasemaje? Katika Waebrania sura yake ni ya 1 mstari wake na 13. Tuweke vizuri ndio tupige hatua. Nimeanza na Kenya unajua, tuende kwa Kenya haujui. Labda unajua pia. Lakini kwa sababu ya wale wanaotufuatilia kwenye YouTube channel zetu, wacha tuende step by the title of my presentation inaitwa aje? The third person of the Godhead. Ni nani huyo? Jenga mada. Patia andiko gani? Waebrania 1:13. 1:13. Inasema hivi. Ndio. Je, ndio yuko malaika aliyemwambia wakati wowote, uketi mkono wangu wa kuume, ndio hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao wote si roho watumikao? Hao wote malaika si roho watumikao, ndio wakituma kwa hudumu wale watakaoridhi wokovu. Subiri. Watakao ridhi nini? Wokovu. Roho watumikao ni nani? Malaika. Ni malaika. Kwa hivyo watu, nafikiri mpaka hapo mtumishi. Naam. Na tuombe. Cheni tuombe. Baba na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tunataka kuingia kwenye somo hili. Kuna wengi wanaotufuatilia kwenye mitandao, kusiwe na yeyote atakaye changanyikiwa kimawazo. Tusaidie watumishi wako tuweze kuweka haya maneno kwa njia ya ufasaha.
Neema yako itufunike, tuongoze katika kweli yote, kupitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina. Asante. Kwa hiyo hawa malaika wote ni